Hata gisi naona navyokushika hapa. Navyoshika kichwa changu. Si ninashika tu shika. Sehemu zote ujisikia hapo shika tu baba. Baba wekaga. Sinazishatika asavunjaga. Nanika. Ni romantic. Mara nyingi ni romantic. Kwa nini unapenda sana mchezo wako? Kwa sababu mimi mwenyewe niko romantic. Wewe. Uko romantic. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi Nifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello kama kawa, karibu tena kwenye kipindi chako cha Ami Show TV +257. Kwenye mic ni yule ambao mnamfahamu, MB promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you, to that is my name. Unakuwa hujakosea. You know what? Afona nimekusogezea nini? Ngoja nitakwambia, yuko hapo unamwona, lakini nitakwambia jina lake. You know, kama hujaenda kusubscribe our channel YouTube, go Ami Show TV, subscribe, share and comment. Na tunatoka kitu gani? Tunataka tupatie maoni yako, kwa sababu mara nyingi kuna vitu tunafanya labda vikufresh wewe ambao unatutizama kama fans wetu, lakini tupatie maoni yako, tutajua kitu gani tufanye, tutajirekebisha. So yule ambaye yuko Saudi Arabia, yuko South Africa, you are in France, yuko kama Canada, kuna Marekani, pote ni ile ni Ami Show TV +257. Ni AME na SCHOW, Ami Show TV +257. Pembeni yangu ni kwa mtoto mzuri, amazing sana. She's name is Bri. Mimi nitamalizia ni Bri, mwenye tamalizia ni Bri nani? Brisexy. Brisexy. Yeah. So welcome again. Thank you. Karibu kwenye runinga ya Ami Show TV. Asante. Kweli? So there are some people wanataji kufahamu Brisexy ina maana gani? Yeah, Brisexy kwanza naitwa Brisexy Briana. Alafu Brisexy katoka kwenye Briana. Ni Bri inaenda ku Briana sexy, sasa kitu ambacho kiko sexy yani kinavutia. Wamba unaniuliza kila siku sexy maana yake nini? Kuna watu ambao wanaelewa sexy yani design nyingine. Sexy ni kitu ambacho kinavutia. Na unavyomtizama hapa anavutia kweli kweli, usioni. So Brisexy kama kawaida, you look so fine, uko fresh, uko na new cut, nywele nzuri. Nataka ufahamu hizo ni bandia au nywele zako? Ni za kwangu, usiona hata gisi zilivyo tu. Okay, Mungu sana. Yani tuna show big kubwa, yani the big show tuko pamoja na Brisexy. Watu wanataka kufahamu Brisexy ni mwanamuziki wa kike ambaye anatoka sehemu gani? Yeah, mimi natoka D.R.Congo. Nafanya D.R.C. maandishi matatu. D.R.C. Yeah, D.R.C. Congo ya. Ni hapo nchi jirani. Brisexy anafanya kitu gani? Mimi ni a business woman, tena ni mwanamuziki pia. Yeah. Kata ya Kongo sehemu gani? Kuna Kongo, kuna Goma, kuna Bukavu, kuna Uvira, kuna wapi? Ni karibu tu hapa Uvira. Sana. Ni mwanamuziki ambaye anatoka nchi jirani hapa. Kwa sababu sisi tunajua tuko nchi jirani. Burundi na Kongo ni nchi jirani. Anatoka hapa Kongo, Uvira. Ni mwanamuziki na ni business woman. Ambao ile business woman ni mwanakike ambaye anajishughulisha na biashara yake. Sio kama wale wengine wa kike wanaimba tu muziki, yeye anajishughulisha na biashara yake kama vile la namba, kama vile fulani sitawataja wengi kwa sababu nikiwataja sema kama labda nawaonea. Brisexy, tunakwenda moja kwa moja kwenye interest yako ya muziki. Wewe tunauliza muziki kutoka mwaka gani? Unasemaje? Muziki wako ulianza kutoka mwaka gani? Muziki wangu nimeuanza toka 2012 hivi 13. Na muziki ambao nilioanza unaitwa Karibu Uvira. Ni muziki ambao ulitrend sana. Na ndo mara kwanza yangu kuingia studio. Ulikaribisha watu kama sisi ambao tuko nchi jirani Kongo, Tanzania wapo tukuje Uvira. Ndio, nimewakaribisha nyote. Kitu gani ambacho wanaochukua Uvira si huko Burundi tu? Najua vyote vipo tu. Vyote vipo, sema tu ngambo ya mtandao, na kungambo ya mtandao ndo kwetu bado tuko down sana. Kwa sababu mtandao MB kwetu iko shida sana, ina bei sana. Iko shida. MB ni mimi. Mega.
Megabyte yani. Yeah, mtandao uko shida sana. Sisi tunawazidi yani. Unaona unanunua mtandao $10 alafu mwezi mmoja na $10 hapa kama ni 33,000 frabu. Unaona ndio hivyo tena. Yani ndio kitu ambacho kinapatia changamoto kwenye industry ya muziki. Zaidi mtandao sana. So uko na nyimbo nyingi sana ambazo mimi kama shabiki yako mimi nakwambia kwa sababu huyu mwanamke mimi waga nafuatilia nyimbo zake afu napenda anavyofollow, anaimba vizuri. Iko fresh hata kwa show yake na jamani tumuitishe kwetu Burundi kuona anapiga show. Mtamuona hapa. So atawaambia mtamtafutaje kwa sababu ni mwanamke ambaye anajituma. Ni msanii ambaye anajituma kwenye kazi yake ya muziki. Alafu anapenda muziki na ana kipaji kweli kweli. Mimi sitosema mwenyewe utamsikia hapa atasema. So Brisexy kuna kitu ambacho tunahitaji kufahamu kama vile mashabiki wako ambao wanatufuatilia saa hizi. Kusema uwe mwimbaji ilitoka kwa kitu gani, expire gani ambayo ulitoa wewe? Kusema mimi niwe mwimbaji inspire kwa nani? Sija inspire kwa mtu kwa sababu kwanza toka mimi nianze kuwa mtoto. Nilikuwa nacheza sana shuleni. Mambo ya shule nilikuwa naifanya sana, unaona nitafanya poeme hata umati wa watu. Pia mimi ni mwigizaji. Naimba muziki na naigiza pia. Tamu Rembe unamsikia? Tamu Rembe actress mzuri. Kuna kijana wetu hapa ni Tamborini anafanya filamu. Anafahamu pia. Ananifahamu sana ndio hivyo nikakuwa tu hivyo maadili tu ya R na ndio maana nimeendelea tu. Thank you. Mpaka sasa hizi tunataka kufahamu una nyimbo ngapi? Kusema kweli yani mpaka nizihesabu. Ukumbuke? Sikumbuki. Zaidi album. Hata zaidi album. Ushawahi kuacha album yako? Ndio niko maandalizi sasa. God bless. Asante. Utanihitaji? Usijali. Mimi mwenyewe hapa mwimbaji mzuri sioni. Eti na sauti. Hongera. So show tunaendelea tu pamoja na Brisexy. Brisexy nifikiri kama mara kwa ya kwanza unafika hapa Burundi. Si mara kwa hapa ni nyumbani. Safari ya ngapi sasa? Sijui ni nyumbani hapa. Licha na muziki, vitu gani ambavyo woga vinakuleta Burundi? Mambo mengi tu sana, mambo ya business, kununua vifaa fulani hivi. Kule una duka yani? Sio duka. Mimi kwanza nina business tu nyingi tu sana. So Brisexy kwenye mpando wako wa muziki na kwamba wewe ni mwanamke ambaye unasikika sana huko kwa Uvira kama sijasahau Uva. So hebu tuambie labda una washindani wako wa kike ambao wanakushindanisha ndio maana wanakutana festi kwenye kategoria ya msanii wa kike ambaye anaweza sana pale Uva? Naweza nikasema kweli kwa ngambo yetu ya Uvira wasanii wa kike wanachoka. Wanachoka. Utaona leo huyu anakuja na mbwembo nyingi, lakini baada ya miezi miwili tu miezi mitatu anachoka na acha. Lakini mimi kuanzia hiyo mwaka nilikwambia hadi leo napambana tu. Au unagusa mzizi? Tuambie siri mafanikio au unagusa mzizi? Hapana, si mzizi, ni majaliwa tu ya Mungu. Kule kwani wanataka kama ni nini? Kama nasahau moja hivi wanataka kama wanataje mzizi mnataje kule kwani? Sijui. Unaojua? Chunju. Anagusa chunju. Katafariaza anataka kusema chunju. Amna bwana, hapana. Ni kipaji chako? Kipaji tu na juhudi pia. So Brisexy twende kwenye nyimbo ambazo tutafanya nyimbo kwenye studio nyingi kubwa. Hapo however niliona ulifanya nyimbo pamoja na Pastor P kama sijasahau kutokea Kigali Rwanda. Ni Kigali Rwanda? Yuko pale tu nyumbani D.R.Congo. Lakini aliwahi kufanyia kwa Rwanda. Aliwahi. Mimi nasema kwa sababu watu nikisema hivyo wanafahamu kwa international Kigali Rwanda. So ulifanya pamoja na Aba kama sijasahau Tanzania. Hebu tuambie kwanza kwa Aba ilikuwaje mpaka ukafahamiana na Aba? Ilikuwa tu simple tu sana na muziki wangu kwa Aba haujatoka. Nilikuja na record ila huko kwenye album yangu inaandaa. Album ile muziki unataje? Inaitwa ni siri. Ni siri. Sababu kwa nini Uva mnatesana sana ukitoa title? Haki ya Mungu tunatesana. Ana copy. Nafuatilia sana. Una mashine. Kwa hivyo ana mtu hata title. Hata ana copy. Hata title kweli. Wallahi unasema kweli. Hata title ana copy. Kwa nini kwa muziki wenu uko hivyo lakini? Labda hakuna ubunifu. Sio basi wanakuja hata Burundi wanaandika kwa sababu Burundi tunawaandishi wazuri wa muziki. Hata na kwetu tuna waandishi vizuri pia wa muziki. Sema tu wanakuaga complexe. Complexe. Yaani msanii wetu huwezi kumwambia eti nitakusaidia ni kuandikia nyimbo. Anajiona kuwa yeye unamuona kuwa hajui lolote. Lakini nchi zilizoendelea wanaandikiana. Wanakuandikia muziki. Usikia sasa. Wewe usijali.
Nitaimba na niandikie. Usijali basi hela ni nini? Wewe dada yangu. Si business tu kidogo kidogo na tunapata hela ya kufanya michakato. Leo naachua $10 nitakuonesha hapa utaona live. Akia Mungu, niko na Brisexy, you know what? I'm feeling happy kuwa naye afu ngoja mwenyewe utafuata kwenye Instagram, utafuata YouTube, atakwambia jina ambalo anazitumia kwenye mitandao, afu utafuata na kipaji vizuri sana. Good. Yani ni mzuri. So tunaongelea about mfalme. Wao wanakutaga Malikia. Hebu nataka ufahamu mfalme wako anaitwa nani? Sababu anaitwa Malikia kama sijasahau. Mimi naitwa Malikia. Mfalme wangu anaitwa Force Gavi. Gavi Force. Yeah. Kijana na kipaji. Ana kipaji sana, anajua sana. Mimi mwenyewe namkubali. Muamini. Mia kabisa. Hao ndo mchumba. Tuweke wazi. Malikia na mfalme ni wachumba. Wewe inakuwaje? Hao ni Malikia kwa muziki na wewe ni mfalme kwa muziki. Yeah. Akia Mungu, unaona kwenye kamera ukija kumkana. Gavi anakukana. Sijamkana, mimi sijamkana. Unajua kuna kitu kizuri kama Zari alipokwenda kuojoa akamwambia mume wako ni nani? Akasema ni Diamond. Kitu kizuri sana, missing sana. Hebu mwambie mpaka ajue. Wao walikuwa washakuwa ndani. Tayari walikuwa, mimi sijawa ndani. Wala tarajii. Ni majaliwa ya Mungu. Majaliwa ya Mungu. Mungu awabariki. Asante. Kuna posti moja iliwahi kupostiwa kwamba inaonyesha kwamba eti nimesoma nimekutumia kama sijasahau screenshot kwamba wewe una ujauzito wa Mr. Gavi. Hapa. Nakumbuka siku nikutumia screenshot. Naikumbuka, si kweli sina ujauzito. Kweli. Watu waamini. Jamani, niko romantic. Unaona? Niko romantic na abdomination za kwanza. Jamani. Ana chochote ngoja. Unaona? Ana chochote. Sio. Ana chochote. Ni kwa sababu feel happy. Yeah. You know what? Tunaongea kitu ambacho kiko wazi. Unasema kama una ujauzito. Na. Hizi Brisexy kitu timiza malengo yake ya muziki. Kweli jamaa. Unajua kama unataka kuwa mwanamuziki mkubwa alafu ndio kuja kuzaa baadaye. Yeah, ndio. I think is that. Yeah, that is. Asante. Tunakuja kwenye muziki wako ambao ulifanya unaitwa Shika. Shika Kama sijasahau. I need to know Shika ulitoa idea wapi? Na ulikuwa sehemu gani? Shika nimeimbia nyumbani. Na aliyeitengeneza ni Pastor P. Then video nikaifanizia Tanzania kwa Anskana Brand na director Azizi pale. Idea imekuja tu. Unajua sisi wasanii tuna idea nyingi. Kama hivi unaweza kaimba dede, title ya muziki, unaimba bebe, unaimba it's a simple to. Watu wanahitaji kufahamu Shika. Unataka kumaanisha Shika kitu gani? Hata gisi nawe navyokushika hapa. Wewe. Navyoshika kichwa changu. Si ninashika tu ni shika. Sehemu zote ujisikia hapo shika tu baba. Lakini kwenye makapo zile kwenye kapu kuple zile makapo ulimbaimba maneno kama vile ya kindani kikubwa. Kama ipi? Hebu nipatie kwanza ile kapo ya kwanza. Kama ipi? Wewe unasema mimi sijui. Hebu nipatie kwanza kama mstari kadogo kale ngoja tusikie kale ka mwanzo kadogo kale kapo ya kwanza, kuple ya kwanza. Kwa sababu maskini ya Mungu sauti yako wanaifeel. Hebu tuone kidogo tusikie. Hapo ndo tunaingia tena. Aweka baba wekaga sinazishatika asavunjaga nanika aweka baba wekaga nazi shatika kabisa, nazi imekomaa aivunje sasa. Watu wakubwa sasa tunaelewa nini? Sini nazi tu jamani. Eti mnazi mwaga kukata. Unajua mnazi unapokata nazi maji yanamwagika. Hayo maji ina gani sasa? My goodness. Sini nazi tu, nazi ya kawaida. Nazi imeshakomaa inabidi uivunje. Ulikuwa unamwambia nani aivunje sasa? Mfano baba weke. Yeah. I'm feeling happy to be with her, you know. Ni happy kwa naye. Unajua wasanii wana maandishi mnaandikaga. Sijui baba wekaga. Sasa weke kitu gani? Mimi nikajiuliza sasa. Nikasema nikipata tumenunua nazi, inabidi aivunje ili tuiweke ndani. Mimi nasema nikipataga na wewe nafasi, huyu msanii lazima nikukumbushe. Sasa mimi nikabaki najiuliza sasa nazi naivunjaje? Wakati nazi tunavunja tunakula. Sasa wewe nazi ilishakomaa aje sasa? Jamani, muziki nikafika naelewa wasanii wanakuwa na ubunifu mwingi sana. Kwa hiyo ulifikiri nini? Sijafikiri chochote. Nifikiri kama labda tu ni nazi romantic hivi. Nimefeel romantic. Ni nazi tu ya kawaida ya nazi tu. Wimbo sio mapenzi. Nikafika naelewa romantic. Hata matunda tunakula matunda hata kwenye mapenzi jamani. Mtu anakuambia eti sijui nina mission nichuchume. Unaona sicho kitu? Achuchume kitu gani? Ndo nini? Romantic sound. So God bless you so long. Acha tumsawishi kwa sababu tukiongea hapa, wimbo wako utakuja kufafanua mpaka kule. Mimi nitaingia, mimi nafahamu Kiswahili sana.
That is so good, you know. So, Brisexy. Kama sijasahau hapa news kati ulinemea kwamba unakuja kufanya wimbo kwa Burundi. Nafahamu mimi tulikuwa tunaongea sana. So hebu tuambie ulikuja kufanya wimbo Burundi wa aina gani? Na ulikuja kutarajia kufanya kwa studio gani? Na ulishaifanya? Yeah, kweli nimekuja kufanya, unajua mimi napendaga kuimbia mapenzi sana, lakini sio sana, nachanga. Nimeshaona mapenzi ndio yako sana kwako. Nachanga. Unakuja kuongea hicho kitu. Nachanga. Nilitoka DRC kuja kununua kwanza vifaa vya ujenzi. Pili unafanya nyumba? Yeah. God bless you. Asante. Na kurekodi nyimbo 2. Yeah. Ya kwanza nimerekodia kwa Revolution Sounds. Kwa Pitchen. Yeah, kwa Pitchen, na ya pili nimerekodia Bantu Boy. Yeah. Hebu tutaje ufahamu nyimbo ambayo ulirekodi kwa Revolution Sound ni ya mapenzi au kwa sababu kwa mapenzi balaa? Yeah, zote ni za mapenzi. Kwa nini mapenzi kila siku unapenda mapenzi? Kwa sababu dunia leo inaendeshwa na mapenzi sana. Na nyingi zako wewe inakuwa kama sio romantic ni kuachwa. Ni romantic. Mara nyingi ni romantic. Kwa nini unapenda sana mchezo wako? Kwa sababu mimi mwenyewe niko romantic. Wewe. Uko romantic. Eti uko romantic. Hapa tukimwambia simame aliko romantic. Ngoja. Kuna swali la mwisho tutakuja kuona kama ni romantic. Subiri. Nina nyimbo zake hapa tateta tuone kama yuko romantic. Tutakuja nitamuuliza swali, akishindwa anacheza, anatwerk. Akiweza nampatia zawadi. Hebu tuende kwanza. So habari kazi zako. Ulisema kwamba una album unakuja kuiachia. Album yako unakuja kuiachia lini na sehemu gani itafanyika album? Sasa hivi kwenye album yangu unajua nina muziki kama imeshaenea, kuna kosa muziki midogo tu ili nijue ni jinsi gani itaingia kwenye soko, nijue ni jinsi gani itapokelewa. Unajua kutoa album sio mchezo, inabidi uweke kichwa chini na management mfikirie vizuri. Yeah, najua naweza nikaanza kazi ya video sasa, ma videos mwezi wa 8 hivi, mwezi wa 9. Yeah, kwa sababu siwezi nikaachia tu ma audio. Na pesho niache ma audios, alafu baada ya wiki ya mwezi naanza kuachia video moja moja. Yeah. Na kwa nini kwa wasanii wa Kongo mna tabia ya kushirikisha wasanii wa Burundi kwenye collab zenu za muziki? Tuna ile tabia, sema tu wasanii wa Burundi sema wengi wapo wako vizuri na wengine ni wajanja sana. Yeah, ni wajanja sana. Mnaweza mkaelewana kitu, mwisho wa siku mnakuja kujikuta hata salamu ampeani tena. Yeah. Kisha kutokea ukaongea na mwanamuziki wa Burundi kufanya naye collab afa akaja kufanya hicho ambacho tunakiongea wewe? Ndio. Msanii gani? Tuachane na mambo ya zamani sana. You know what? Mambo ya awali kabisa. You know what? Kwa sababu hapa tuko kwenye interview. Unajua nini? Nina shauku sana ya kufanya hata na wasanii wengi hapa Burundi. Basi msanii mkubwa ambao unatamani kufanya naye kazi sasa hivi lakini hujapata nafasi ni msanii gani? Ni Fariaz. Fariaz. Kwa nini? Nampenda sana, napenda pia kazi zake sana. Fariaz alianza kuimba bado mimi mdogo sana, mchanga sana. Na nyimbo yake ambayo iliniuguza mimi usazi ni Leave Me Alone. Yaani ile nyimbo nilipendaga hadi mimi mwenyewe nikaiandika hivi nikakuwa naifanyia mazoezi, yani nilikuwa crazy sana kwa ile nyimbo. Kuimba. Kama msanii kadogo tusikie, alafu na mwenyewe atajisikia kwamba kweli unamfeel. Nilikupenda ukanipenda, popoto tulikwenda, kujirusha tulikwenda. Kidos Calvados Marados this is. Eti alinipenda nilikampenda. Unaona wanawake eti ananiambia sasa mimi. So ina maana kwa Fariaz ndo nyimbo. Ina maana Fariaz ndo unamfeel sana, unahitaji kufanya naye kazi. Yeah, nahitaji kabisa. Yaani hata leo nikipata nafasi tunaimba. Unaona siku unakosa kitu gani ili ufanye naye collab? Hatujaongea tu vizuri. Hatujaongea vizuri. Unajua vitu vyote ni maelewano. Inabidi kuelewana ndo mfanye kazi. Lakini una contact yake? Management na contact yake. Na ulikuwa Bantu Boy unasema? Nilikuwa Bantu Boy na nikamwona pale tukasabayana tu basi. Kwa nini ulishindwa wakati ulishindwa kumpropose hapo? Sikukuwa naendea hiyo appointment. Sio appointment. Kwa nini ulishindwa kumpropose mapema? Yani kwa mama nambaki basi. Namba mtachati. Wale mkopa kimana sana sikupige mangumu. Hapana, sijaogopa, namba zake tunazo. Kwa sababu sura yako inavutia. Namba yake ya kampuni tunayo. Kwa sababu sura yako inavutia unaona. Asije kwa labda ataogopa kimana sasa. Hapana. Haiwezekani gavi atampiga.
Maskini ya Mungu. So God bless you so long. Unasema kwamba albamu yako unatarajia kuifanyizani kule Kongo. Kama sijasahau utaifanyizia huko officially huko kwa sababu usogeze yani mpanue soko yenu ya Uvira mpaka Burundi wafahamu. Yeah, naweza nikafanya media tour pia. Media tour. Kwenye radio tofauti za huko. Yeah. Kama gisi nilivyofanya awali. Na ukapata support kubwa. Sana, napenda sana watu wa Burundi wananipenda sana na wananielewa. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Na ni msanii gani ambao unatarajia kumuita kutoka Burundi aje kusupport kwenye kazi yako? Ambao kwa akili yako una kama vile unamfikiria hivi. Wao watoto wale wawili. Naweza nikawaita lakini kwa vizuri kwanza inabidi mfanye collabo ili muende sasa mkichemsha nyumbani ili watu waone. Sio kumuita tu eti anakuja tu support yake haita. Unajua wasanii wengi hapa Burundi hawafahamu kwetu. Wengi hawafahamu. Watoto ambao wanafahamika kule kwa Uvira ni kila nani? Kuna Farias. Yeah. Kuna Shan Queen. Yeah. Na nani huyu? Dolino. Naye alikuwa anafahamika. Hivyo. Hao watu watatu. Wanafahamika. Ambapo na wewe mwenyewe ulikuwa unawasikia. Na Vishulo vile wanaanza kumfahamu kwa sababu tumefanya naye collab. Nafahamu kama mlifanya naye collab. Alafu collab ni kaja kama vile kuna kwa maneno mengi utata sijui licha video sijui epifama sijui ulisema tuache kuongelea hicho kitu. Tuachane na mambo yameisha zamani sana. Tumeyamaliza. We are a family yameisha. Tunakuja kwenye kwa sababu hapa kwenye mitandao nikuje kuona mlikuwa na beef kama na msanii mwenzako ambaye anaitwa Alias kama sijasahau. Hebu tuambie kitu gani kilifanya mpaka kuwa na beef? Kwa sababu unajua watu wa Uvira mna upendo sana. Tuache kuongelea hayo mambo. Tuongelee kazi zangu mimi. Yeah. Lakini baadhi ya vitu ambavyo vipata changamoto kwenye kazi yako. Sawa. Alitaka tu collab na mimi. Kwa mmempush. Sio mimi nikampush. Amna. Nikamwambia sawa collab na mimi haina shida. Nenda uongozi unanisimamia. Na nikifanya collab na wewe bila kuwashirikisha haitakuwa vizuri. Hivi nikuulize. Niulize. Kwenye playlist ya muziki yako kwenye simu yako kuna muziki mingapi ya Wakongomani? Ya wasanii wa kuona Uvira? Nyingi sana tu. Kweli? What support? Yeah, nyingi. That is so good. Nina muziki nyingi ya wasanii wetu. Kwa sababu mimi ni dada yao, lazima na mimi ni wasapoti wa kaka zangu na wapenda sana. Hata kama wao hawanipendi mimi, lakini mimi nawapenda sana wao. Na ndio maana kila sehemu nikienda huwa najivunia wao. Yeah. Na una project tena kufanya video nje ya nchi na Kongo wala Burundi? Nina project ya kufanya nje. Mtu akupenda kufanya mavideo nje Tanzania, Uganda. Nina project kabisa. Project. Kufanya video nyingine nje ya nchi kama sio Kongo wala Burundi. Kweli. Hebu tuambie video yako mara nyingi waga kugharimu pesa kiasi gani? Video kubwa ambayo unaamini. Hela nyingi sana. Mfano. Kwanza unaviona video zangu sio za kitoto. Na ninazifanyia nje ya nchi. Sipo nyumbani eti nitasema nisaidie mimi ni mwanenu. Niko nje Tanzania kule. Unapambana. Wewe acha tu. Askana alikugharimu pesa gani kwa nyimbo yako? Wewe acha tu. Sio mambo ya kuongea, wewe acha. Watu wafahamu kwa sababu tunataka kufahamu Askana kwa sababu Askana ni level nyingine. Alikugharimu pesa kiasi gani? Milioni ngapi? Au madala? Ni nyingi tu, wewe tuachane nayo. Bwana ya. Tunakuja kama vile kwa swala za mwisho za kumalizia hivi. Brisexy aliweza alitoka mwanamke wa kwanza pale Uvira kama sijasahau. Ulipewa kama ni dala 500 kama dala 1000 sijui. Kipindi hicho mimi kama mafuriko kama sijasahau. Yeah, nilikuwa sponsor pia. Ilikuwa award ya wasanii. Mimi sikuwa na waniana lakini nilikuwa sponsor. Nimesupport wasanii fulani hivi nikawapa zawadi. Na mimi wakaja kuni surprise tu, nilikuwa sijui itatokea wapi dola 500. Eti nimefanya vizuri na nyimbo yangu ya mafuriko. Nikapewa dola 500, nikashukuru sana. Una manager lakini? Mimi ndio. Manager wako nani? Nina manager wangu anaitwa Eloge. Mtu alishasema manager wake anaitwa Eloge. Yeah, Ufice Empire. Mwenye Ufice Empire ndio manager wako? Yeah. Ndio swali ambazo unazitaka mimi nikujibu. Mimi sijaona swali la kukuuliza wewe, niulize tu nijibu. Wasanii. TikTok. Swala la mwisho. Ukiweza na kupatia zawadi, watu wataiona kwenye kamera, lakini mimi ukishindwa tutaona kwenye kamera. Uko tayari? Sawa. Ukishindwa unatweki. Unajua kutweki? Kutweki ni kucheza.
Amna bwana, acha hayo mambo. Kwa sababu unajua hii kipindi cha kwangu mimi mwenyewe tu. Na nitaki nikia ngoma inafanyaga. Swali nakuuliza ukiweza sawa. Lakini ukishindwa una twerk. Natia nyimbo yako, watu wanaisikia alafu una twerk. Nitatia hivi watu wanaisikia afu una twerk. Aya weka. Uko tayari? Ina shida. Swali ni hivi. Hebu nataka kufahamu. Ni sehemu gani kwenye kitanda mwanamke huaga anapiga kelele sana? Ni sehemu gani ambapo mwanamke msichana kwenye kitanda huaga anapiga kelele sana? Kupiga kelele? Kitandani? Kitandani kuna aina nyingi ya kuwa kitandani. Sijui kuwa vipi. Nauliza tena usikie, nielewe kwa makini. Ni sehemu gani ambapo msichana huaga anapiga kelele sana lakini anakuwa kwenye kitanda? Sekunde 10 inamaliza. Anapiga kelele sana lakini yuko kwenye kitanda? 2. Ni sehemu gani? 5. Bwana mimi sielewi hiyo swali lako. La kizushi tu hiyo. Sijui. 5. Umeshindwa kitu tweki. Sitweki mimi bwana. Tweki bwana. Hapana. Unaogopa. Okay, kumbe nini? Kwenye kitanda mwanamke anapiga kelele akiwa kwenda kujifungua, maternity. So God bless you so long. Mungu akubariki. Ni kweli ni uongo? Ina depend. No. Ni kweli. Angelitaka lakini anasema kufeki. So God bless you so long. Nilikuwa pamoja na Brisexy Brianna aka nani? Maliki. Brima ni Queen of Uva Music. Queen of Uva Music. Yeah. Tulikuwa na tuchonga mawili matatu. Halikuambia ambazo kuhusiana na kazi yake, kila kitu likielewa. So, hebu waambie watu wakitaka kutafuta kwenye mitandao social media kwa kutumia jina gani? Jamani watu wangu wa Burundi nawapenda sana na najua mnanielewa sana. Narudia tena mnanielewa sana na mlikuwa mnanimisi sana. Mimi nimekuja sasa tuanze tena kazi kwa pamoja. Kwenye account yangu ya YouTube unapoandika tu Brisexy Brianna utanipata. Yaani social media zote ukiandika Brisexy Brianna utanipata. Asanteni. Kwa mafanzi wa Ami Show TV ambao kuna kutizama sasa hizo unaambia kitu gani? Mafanzi wa Ami Show TV napenda pia wewe mafanzi wangu. Na ninawapenda sana. Wasikose kufanya nini? Wasikose kusubscribe. Yeah. Comment and share. Yeah, wasikose kufanya hivyo. Ulikuwa pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me I like you. If you don't like me I don't like you too. Ukinipenda nakupenda. Usiponipenda mimi nakupotezea. Nyuma ya kamera alikuwa ni CC the Silver the baddest aka mnyama wangu. Tunafanyaga ni chao chao. God bless you. Hebu waambie mwisho. Nawapenda sana watu wa Burundi. Wasikose tu kusubscribe channel yangu na kucomment, ile inanipa mimi nguvu na kuendelea kufanya kazi sana. Kama ulishindwa kutweka. Ulisema uko romantic lakini watu waamini kama mimi niko romantic. Wakiona video zangu wataona kama niko romantic. Anajua kucheza huyu. Anajua kutweka. Usioni. God bless you. Mungu akubariki. Give me 5. God bless you. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho. Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi Nifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.